asili yake. Kila familia ina nini? Ina asili yake. Yaani leo hata kama mtoto wako wa kiume amempa mimba binti, lakini huyo mtoto wa kiume anakwambia mama, lakini mimi nina mashaka na hiyo binti kanisingizia. Mama anamwambia subiri azaliwe, tutamuona. Sisi asili yetu ya ukoo, kuna kakitu mtoto akizaliwa kanakuepo kwenye mwili. Haleluya, haleluya. Yaani kila familia ziko hivyo. Kuna jamaa mmoja aliniambia yaani sisi kwenye asili yetu tunapozaliwa mdomoni huko anasema kuna kama kanini sijui kamechomwa kama kasindano. Kwa hiyo ukiangalia huko nyuma ya shavu kuna kama katumbo fulani hivi. Haleluya. Anasema kwa hata mtoto wangu alipokuja kuzaliwa, mwanamke japo alikuwa hajatulia, aliponiambia mezaa nikaangalia kale. Sema amen. Alipoangalia akakutana nako. Kwa sababu gani? Ni asili yao. Haleluya, haleluya. Sema amina kubwa kabisa. Sema amen na mbingu zikusikie. Kwa kila mtu ana asili yake ndani ya mwili wako. Utaangalia tunajua kabisa huyu ndio mwenyewe huyu. Yaani hata baba akatae ile familia, unamkataa tu mtoto lakini ndamu. Angalia miguu mikubwa kama ya kwako, unamkataeje sasa? Ndio asili yao, manake ile asili inawaonyesha, inawaambia sisi ukoo wetu na miguu mikubwa. Wewe mtoto na miguu kabisa ya kwako, haya babu yako kabisa, unayakataeje sasa? Haleluya, haleluya. Manake wanaangalia DNA yao, wanaangalia asili yao, ndio vipimo vya kimila. Haleluya. Sema amina kubwa kabisa. Sema amen na mbingu zikusikie. Pigia Yesu makofi makubwa. Amen. Kwenye habari ya asili ya mtu akishikiliwa na asili ya magonjwa na roho za umaskini hawezi kupata mafanikio. Haleluya. Sema amina kubwa kabisa. Sema amen na Yesu akubariki. Sema amen na Yesu akubariki. Pigia Yesu makofi makubwa. Amen. Kwa hiyo watu wengi leo wanatamani kupata mafanikio, wengi sana. Wanatamani kufanikiwa lakini DNA asili yao inagoma, inakataa. Inasema hakuna ambaye atafanikiwa kwenye familia. Hakuna ambaye atafanikiwa kwenye ukoo. Kinachofuata ni nini? Anaishia kukwama, anaishia kukata tamaa. Kuna watu leo walipotoka nyumbani kwao, mikoani mwao, walipofika hapa mjini wamepambana kwa sana za kweli, wakawa mpaka na makampuni, wakawa mpaka na mabiashara. Kilichokuja kuibuka, kila kitu kikateketea ndani ya mwaka mmoja, miaka miwili. Haleluya, haleluya. Alikuwa na hela na uchumi mzuri, hajua kumsukumia tu kesi ya uongo. Kesi uweze kuiendesha bila pesa. Akajikuta anateketeza pesa zote, anauza magari, anauza majumba, anafilisika kumaliza kesi. Sema amen. Amefanikiwa tu kumaliza kesi na uchumi wake wote umedidimia pale, umeporomoka pale. Anafanikiwa makubwa, ghafla unaingia ugonjwa ambao unaambiwa hili tatizo lako, ugonjwa wako mpaka uende India kutibiwa. Paka upande ndege na India kule utaambiwa matibabu yao atakutajia mamilioni ya pesa. Utajikuta unafilisika huko, unaenda kutibu afya yako, unarudi hauna chochote. Na umeshapona. Haleluya. Ni kwa sababu gani? Ile asili yako ndio ilivyoandika kwamba hakuna ambaye atafanikiwa. Hakuna ambaye ataongezeka. Haleluya. Kuna watu nakwambia kweli ndani ya familia zao hawana hata baskeli za ulisi, hawana. Hata baskeli ya kumhusisha mtoto wake hapa. Baskeli ya kumhusisha mjukuana. Yaani hiyo familia kila mtu anazaliwa jipambalie mwenyewe. Sema amina kubwa kabisa. Haleluya, haleluya. Mwambie jirani yako, DNA yako ni ipi? DNA yako ni ipi? Kuna baba mmoja alikuwa amejenga nyumba, alipojenga nyumba alikuwa na vijana wake wawili. Hao vijana wawili wakawa ni wavivu, hawataki kufanya kazi, wakawa ni wavivu, hawataki kupata tunasema kujishughulisha kupata vipato vyao. Asalabai walipoona kwamba watoto hawataki kujishughulisha, alichokifanya, na alikuwa anaumwa na amezeeka sasa, akawaambia wanawe kwamba wanangu, siku zangu za kuishi si nyingi, zimebaki chache. Sasa jambo la kufanya wanangu, wasia ambao ninawaachia, nitakapokufa nina mali nyingi sana, kuna mali nimezizika.
nitakapokufa kuna mahali hii nyumba mnayoiona mtabomoa tofali baada ya tofali, kuna mahali mtakutana na barua na huo ujumbe. Haleluya, haleluya, sema amina. Baba alipokufa, watoto hata msiba kutaka uchelewe, kamzika baba kama kuku anazikwa pale, kachimba shimo kafukiwa, twende tukaangalie barua yetu. Wakaanza kuezua bati, wanaezua mbao, wanaezua misumari, wakaanza kuezua tofali moja baada ya jingine. Walipoezua nyumba yote mpaka kwenye msingi wa kupata chochote, waliposhuka kwenye msingi chini kabisa, wakakutana na kabahasha kama vingishiwa na lailoni. Haleluya. Wanafungua ile bahasha, wanakuta ujumbe. Baba ameandika kwamba tafuteni vya kwenu, hivi vilikuwa ni vya kwangu. Sema amina kubwa kabisa. Haleluya, haleluya. Mwambie jirani yako redioni yeye hiyo. Haleluya. Kwenye lazima ile asili ya mtu inaweza kumzuia yeye kufanikiwa. Asili ya mtu inaweza kumzuia yeye kupata baraka na mafanikio. Asili. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Wapo watu leo wanataka kukaa kwenye ndoa ila DNA zao zinagoma. Mtu mwingine anaomba Mungu nisaidie nipate mume, nipate mke, lakini asili yao hivyo vitu sio vya kwao hivyo. Okay. Haleluya, haleluya. Yaani asili zao wewe, hata ukipata mwanaume atakuzalisha atakuacha. Hanakuja mwanaume kusema za kweli, hanakupromise vitu na wewe. Na wanawake udhaifu wao ni kusikia. Unajua udhaifu, ujanja wa mwanaume ni kuongea, udhaifu wa mwanamke ni kusikia. Haleluya, haleluya. Sema amina kubwa kabisa. Na wanandoa niwaambie kweli, msio mnapenda kuwapa nafasi wanaume ya kuwasikiliza. Mtu anakuja unaona kabisa mwanaume ananitaka kimapenzi. Sasa ndio una habana, mimi nina mtu, nina mume na nini, anakuongelesha na kulovya rovurovu kwa maneno malaini. Anapoongea yale maneno, mwanamke udhaifu wake ni kusikia. Na udhaifu wa mwanamke ni kusikia maneno hata havina hata maana. Akwambia umamlika wewe. Wewe ni mzuri, beautiful girl. Sasa akiangalia hayo maneno, maana yake ya mwisho kumwambia mume wake kipindi hapo kwenye uchumba. Mpaka alipomzalisha watoto 3 4, hayo maneno matamu hayapo tena. Sasa ni kama anaanza kukumbushia huyu jamaa. Sasa huyu mbona kama ananilainisha hivi? Sema amina kubwa kabisa. Wewe siku namwambia umeumbika, unaoneje tuje tuonane siku moja, nikupeleke sehemu kale bata. Kila siku unashinda hapo nyumbani, unaosha mavyombo, unafua manguo, unapiga madeki. Nataka nikutoe auti. Yale maneno laini mwanamke anamlewesha. Sema amina. Ndio maana kwenye bustani ya Shetani alipoenda, hakuenda kwanza kwa Adam, alienda kwa Eva. Sema amina. Alijua kabisa udhaifu wa mwanamke ni kusikia. Shetani alienda kwa wapi? Wewe. Matunda ameambiwa msile. Ndivyo wewe anajua mkila mnafanana naye, kuleni matamu haya. Yananoga kama asali na chachando kwa mbali. Kama unabisha onja, usile ila onja. Unadhani nimwambia kula, akamwambia onja. Haleluya, haleluya. Kuonja ni kula kule kule. Ndio mwingine anakuambia mimi silagi nyama, lakini wewe nyama utakula, mimi nipe mchuzi. Sasa unakuwa umekwepa nini hapa? Haleluya, haleluya. Akamwambia onja kidogo, alipoonja anguko likatokea pale. Kwa nini? Kwa sababu ya kusikia. Nasema kusikia. Nasema kusikia. Sema tena kusikia. Kwa hiyo asili yako inaweza kukuzuia hata kukaa kwenye ndoa. Kuna watu leo wanatamani kukaa kwenye ndoa, kusema za kweli anaachwa solemba majina ambayo hata yako yategemea. Anaachwa anaangalia hivi, huyu mwanaume ameniacha, kosa langu liko wapi? Unajaribu hata kuangalia mwenyewe kwa. Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on.